wanamzika mama yako, wakati wanambeba kwenye jeneza, wanamsindikiza, kuna hofu, kuna funzo, kuna namna Roho Mtakatifu atakuwa anazungumza na wewe hapo. Hata mchungaji akisimama kuhubiri, kuna ujumbe utakuwa tayari kusikia. Utakuja utatamani uambiwe neno linalotoka mbinguni. Wakati huo pesa ulizonazo haziwezi kukutia moyo. Wakati huo ndugu zako wengine ulionao hawezi kufanyika faraja. Unapomwona mchungaji amefika msibani, ghafla unasikia kutiwa moyo kwamba nitapata neno linaloweza kuniongezea spidi ya kunenuka nilipo. Mchungaji atatoa neno, hatamaliza, utafukia ndugu zako, utamaliza, alafu baada ya mwezi mmoja, miezi mitatu, umesahau kwamba kuna kitu kimetokea, kwamba kilichotokea fulani kinaweza kutokea wewe. Sikiza nikwambie, mimi niko kuliandaa kanisa la Kristo, na ndio maana natamani kanisa litengeneze, natamani washirika wetu watengeneze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema amen. Mimi sijivuni juu ya huduma nilionayo. Si kitu. Kukuhubiri si kitu. Sijivuni kwa ajili ya uimbaji. Wewe mwimbaji uliokaa hapo, usijivune kwa sababu ya uimbaji wako. Mtu ajue ndo usijisifu kwa sababu wewe, bila wewe hapa drama ipigwi. Sijisifu. Hicho ni kitu umepewa tu. Kama Baba amekupa wewe, ndivyo anaweza kumpa mwingine. Usifanye kuwa tiketi ya kulinyanyasa kanisa. Hata kama mahubiri, hata kama nina nguvu za Mungu kama nini, lakini kwa Jehova ndiye anastahili wa kwanza kuliko mimi. Mimi sio chochote. Kwa sababu nawaambia hivi, mchungaji hapa mnampenda kwa sababu mnaona ambacho Yesu ameweka ndani mwake. Kikiondoka, hata aliyekuwa anampiga magoti hatapiga magoti kwake tena. Hata aliyekuwa anakuja anakamata, namwambia mshirika mmoja, sijui ni nani, nikamwambia sasa, kama mnahitaji kufanikiwa, hii ndo mmebahatika, mmepata mchungaji anajua namna ya kufanikiwa. Kwa hiyo kamata upako wake. Saa nyingine njoo na pesa yako. Wewe usidharau, hata kama ni 1000, mkabidhi mkononi, mwambie Bishop, ninaenda na upako wako wa kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mnamheshimu mchungaji hapa kwa kile kilichomo ndani mwake. Yesu akikiondoa, ilipofika saa ya Sauli, Mungu akaondoa kibali kwake. Anamwambia Samueli, unamliaje mtu ambaye nimemkataa? Lakini Sauli ametumika na Mungu vizuri, ametembea na Mungu vizuri, mpaka Mungu anamheshimu, mpaka Mungu anampenda, mpaka hizo ndio anamheshimu. Lakini ilifika saa Mungu anamwambia Sauli, unamliaje mtu ambaye nimemkataa? Unajua kifo alichokufa Sauli? Kifo cha ziaka. Mpaka Daudi analia, anasema ni wapi mwili wa jamaa yangu umelala? Ni wapi? Ukatafutwa dharau usiku kwa heshima. Maana alipigwa mkuki na akauawa. Aliyemuua sio jemedari mwenzake, sio kiongozi mwenzake, akauawa na mtu dhaifu sana, tena wa kabila ambaye halina heshima. Ni aliyemuua. Sikiliza nikwambie, kama hautaki kutengeneza, hakuna heshima utakayopata. Unaweza ukajiheshimu kwa vitu ulivyonavyo sasa. Unaweza ukajiheshimu kwa watoto ulionao. Unaweza ukajivunia, ukiinua macho yako unaona watoto wako, unasema haleluya. Ukiinua macho yako hivi unaona gari umepaki hapo, unasema haleluya. Ukiinua macho yako hivi unaona mtaji, unasema haleluya. Ukiinua macho yako unaona ulivyoumbwa mzuri sana, hata ukipaka lipstiki unasema haleluya. Mimi Mungu ameniumba. Unajiangalia kwenye kioo, unajiangalia, unajisifu, unasema haleluya. Unajipaka lipstiki mpaka zingine zinapitiliza, utafikiri ni Wahindi wanatoka na ndevu zingine zimesokotwa mpaka huko. Hizo lipstiki zimepakwa hapo, unajisifu, unasema haleluya. Mimi nimeumbwa vizuri, nimeumbwa kwenye kioo, nimeumbwa vizuri kwenye kioo. Unajiangalia, unasema haleluya. Kwenye kioo unaweza ukakaa masaa 5 unajitathmini. Sikiliza nikwambie, zoruba ikiingia,
hata uzuri wako. Ulishawahi kupita mahala wiki nzima hujaoga? Ulishawahi kupita kwenye pita wiki nzima haujui maji? Wiki nzima, mwezi. Nyinyi wamama mliozaa hapa, mtoto wako anaanza hospitali miezi miwili, apepesi macho afungue,